Moja ya vitu ambavyo vimerahisishwa sana hapa Tanzania ni kama kuapply vyeti vya kuzaliwa. Kufanya maombi ya vyeti vya kuzaliwa imekuwa rahisi sana sasa hivi Tanzania. Unaweza ukaingia kwenye mfumo wa RITA, ukafanya maombi ya cheti cha kuzaliwa kipya, au ukafanya maombi ya kubadilisha cheti cha zamani kwenda kipya, au ukafanya maombi ya kuverify cheti chako cha kuzaliwa au cheti cha kifo. Sasa kuna watu ambao wanajiuliza kwamba mimi nafanyaje ili nipate cheti cha kuzaliwa, au natakiwa niwe na nini ili niweze kupata cheti cha kuzaliwa? Okay, kuna hivi hapa vitu ambavyo nitaviorodhesha hapa. Ukiwa na vitu viwili kati ya hivyo vitu, basi utakuwa na sifa ya kupata cheti cha kuzaliwa bila shida yoyote hapa Tanzania. Kitu cha kwanza, uwe na kadi ya kliniki. Lakini pia uwe na tangazo la kizazi kwa mtoto. Uwe na kadi ya kliniki, alafu pia tangazo la kizazi, kadi ya mpiga kura ya mwombaji, kitambulisho cha mzazi. Lakini pia uwe na cheti cha darasa la 7 au form 4 reading certificate. Uwe na barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa kwa mtendaji wa kata. Lakini pia uwe na cheti cha ubatizo. Ukiwa na hizi document ambazo nimeziorodhesha, ukawa nazo tu mbili, basi unaweza ukafanya application kwenye mfumo wa RITA na ukapata cheti chako cha kuzaliwa popote pale ulipo Tanzania. Lakini kuna kitu kingine ambacho pia watu hawajui. Kwenye cheti cha kuzaliwa kuna swala linaitwa pick up office. Anajiuliza mtu kama wewe uko Dar es Salaam, unawezaje kuniombea cheti cha kuzaliwa nikiwa mimi niko Njombe? Watu wa Njombe wanajua haya maswali, wameniuliza sana, lakini wapo wengi ambao pia tumefanikiwa kuwapa elimu vizuri tu. Unaweza ukafanya maombi ya cheti cha kuzaliwa ukiwa Njombe na ukichukulia Dar es Salaam. Unaweza kama mtoto wako anasoma pengine Mwanza, lakini wewe upo Geita, unaweza kuomba cheti ukiwa Geita kwenye mfumo wa RITA, lakini ile pick up office ambayo ni sehemu ya kuchukulia ukaiweka Mwanza au mkoa wote mwingine ambao unautaka wewe. Sasa kwenye mfumo wa malipo ya serikali yako yanajulikana. Kwa mtu anayeanzia umri chini ya miaka 10, malipo ya serikali kwa cheti kipya ni shilingi 8,000. Lakini mtu anayeanzia miaka 10 na kuendelea mbele, malipo ya serikali ni shilingi 20,000, ambayo ni malipo ya serikali ambayo atapata control number ya kulipia, atalipia yeye za benki au kwa kutumia mitandao ya simu. Bali inakubalika kabisa, akafanya malipo yake, akasubmit ombi la cheti na kikafanywa kazi. Sasa sisi Ematech, lengo letu sisi ni kila mtu awe na cheti cha kuzaliwa. Na kuna watu ambao pia hawajui waanzie wapi. Nadhani utakuwa umeshapata mwanga sasa wa kuanza. Lakini kama utahitaji sisi tukusaidie kufanya hiyo application ya cheti cha kuzaliwa, basi karibu sana ofisini kwetu. Kama unaweza kufika, lakini pia unaweza kufanya maombi tu, katuma details zako tukakufanyia maombi, kisha ukaenda kuchukua cheti chako cha kuzaliwa popote pale ulipo Tanzania. Ematech, we love you. And because we love you, we care. Bye.